Habari, leo tunakwenda kuangalia zile timu tatu bora ambazo zina safu kali ya ushambuliaji na timu tatu ambazo zimeruhusu mabao mengi ndani ya ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025 ambao unatarajiwa kugota mwisho Juni 22 kwa mechi za mzunguko wa 30. Lakini hapo utakuwa umebaki kiporo cha mchezo mmoja ambao utakwenda kukamilisha raundi zote 30. Hii ni mechi ya Kariakoo Derby, Yanga dhidi ya Simba, ambao huu unatarajiwa kuchezwa Juni 25, 2025 uwanja wa Benjamin Mkapa. Actually kumekuwa kuna mgawanyiko fulani hivi kwenye hizi timu tatu ambazo zipo ndani ya tatu bora. Yaani namna ambavyo timu zimejipanga, yani timu namba moja, timu namba mbili, timu namba tatu. Katika kila idara ndivyo ambavyo imekuwa hivyo. Yaani timu namba moja inayoongoza ligi kwa sasa ndio hiyo inaongoza kwa kukusanya pointi nyingi, ndio hiyo inaongoza kwa kufungwa mabao machache, halafu ndio hiyo inaongoza kwa kufunga mabao mengi, halafu ndio hiyo ambayo inaongoza kwa kukusanya sare kiduchu ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Alafu timu namba mbili ndio hiyo inayofuatia kwenye kufunga mabao mengi, na ndio hiyo inafuatia kwa kufungwa mabao machache, na ndio hiyo inafuatia kukusanya pointi nyingi ikiwa nafasi ya pili. Ndivyo ipo hivyo kwenye timu namba tatu kwenye msimamo wa ligi. Ndio hiyo inaongoza kwenye kufunga mabao mengi ikiwa ni namba tatu, ndio hiyo ambayo imefungwa mabao machache, na ndio hiyo ipo nafasi ya tatu. Umenipata vilivyo mwanawane? Okay. Actually tunaanza na timu namba moja ambayo hii ni Yanga Sport Club ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Baada ya kucheza mechi 28, ambazo hizo mechi 28 ni sawa na dakika 2520 imekusanya jumla ya pointi 76. Kwa hiyo Yanga wao baada ya kukomba dakika 2520 wamekusanya jumla ya pointi 76. Ni timu namba moja ambayo inaongoza kwa kukusanya pointi nyingi, na idadi hiyo ya mabao, idadi hii ya pointi 76 ndio sawa na idadi ya mabao ambayo Yanga imefunga ndani ya ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025. Ukitazama mabao ambayo Yanga imeweza kufungwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ni mabao 10 pekee, ikiwa ni timu namba moja ambayo imefungwa mabao machache ndani ya ligi. Halafu imefunga jumla ya mabao 76, imefungwa mabao 10, imekusanya sare kwenye mchezo mmoja pekee, ilikuwa ni dhidi ya JKT Tanzania kwa kutoshana nguvu. Bao ulisoma JKT Tanzania 0-0 Yanga. Na Yanga imekuwa kwenye mwendelezo wake kwa sababu mchezo wa raundi ya 29 ilikusanya jumla mabao 5-0 dhidi ya Wajelajela Tanzania Prison. Hiyo ndo Yanga chini ya Melody Hamdi. Timu namba mbili kwenye ligi kuu Tanzania bara ni Simba Sport Club, ambayo hii Simba yenyewe imekusanya jumla ya mabao 68, ina pointi 75, imefungwa jumla ya mabao 11, ikiwa ni timu namba mbili kukusanya pointi nyingi, ikiwa ni timu namba mbili kufunga mabao mengi, na ikiwa ni timu namba mbili kufungwa mabao machache ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Yenyewe imekusanya sare, imepata sare 3 ndani ya ligi kuu Tanzania bara, ikiwa ni namba mbili kwenye msimamo wa ligi. Actually mabao haya 11 ambayo Simba imefungwa, yote amefungwa kipa Musa Kamara, ambayo huyu amekaa kwenye lango kwenye mechi 25 kati ya mechi 28. Amekaa okay, tuweke sawa hapo. Kamara amekaa langoni kwenye jumla ya mechi 26, mechi 26 kati ya 28, kwa sababu mbili alikaa
Ali Salim, ambaye huyu ni kipa namba 2 wa Simba. Kwa hiyo katika mechi 26 ambazo Kamara amekaa langoni ndizo ambazo alifungwa jumla ya mabao 11. Anawania tuzo ya kipa bora. Mshindani wake mkubwa ni Djigui Diarra wa Yanga. Diarra yeye ana jumla ya clean sheet 16. Kamara ana jumla ya clean sheet 18. Kwa hiyo beto yao inaendelea kwenye mchezo unaofuata. Kwa hiyo ili Kamara aweze kutoa tuzo ya kipa bora, lazima mchezo mmoja kati ya miwili ambayo imebaki, kama ataanza langoni, hakikisha anapata clean sheet. Ikiwa ni tofauti na hapo, jambo lolote lile linaweza kutokea. Namba 3 kwenye msimamo ni Azam FC. Azam, matajiri wa Dar es Salaam, hawa wapo namba 3. Safu yao ya ulinzi imeshuhudia ikikusanya jumla ya mabao 17, imefungwa mabao 17. Alafu Azam FC yenyewe imekusanya jumla ya pointi 60 kibindoni baada ya kucheza mechi 29 ambazo ni dakika 2610 ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Hii ni timu namba 3 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. 3 bora ndivyo ambavyo imekuwa hivyo, lakini katika zile timu ambazo zimeruhusu kufungwa mabao mengi, timu namba 1 ndio ile ambayo inashika nafasi ya 16. Timu namba 1 inashika nafasi ya 16 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hii inaitwa Ken Gold. Ken Gold baada ya kucheza jumla ya mechi 29 ambazo ni dakika 2610 imefungwa jumla ya mabao 57. Ken Gold kafungwa jumla ya mabao 57 akiwa ni timu namba 1 kufungwa mabao mengi. Alafu imekusanya jumla ya pointi 16. Yaani kwenye mechi 16 ambazo imecheza ina wastani wa kukusanya pointi 1 kwenye kila mchezo. Timu namba 2 ambayo imeruhusu mabao mengi zaidi ndani ya ligi ni Fountain Gate ya Isa Liponda, Isa Mbuzi, a boy from Songea. Yeye anasema timu yake haitacheza playoff, lakini mchezo uliopita ilipoteza kwa kufungwa bao 1-0 dhidi ya Coastal Union, bao la mkwaju wa penalti ambalo lilifungwa pale uwanja wa Mkwakwani Tanga. Fountain Gate imefungwa jumla ya mabao 55 ndani ya ligi, na ni timu ambayo imekusanya jumla ya pointi 29 baada ya kucheza mechi 29, na hii pia ina wastani wa kukusanya pointi 1 kwenye mchezo ambao inacheza. Sio Ken Gold. Kwa hapa Ken Gold wenyewe wamekusanya pointi 16, wamecheza mechi 29. Wastani wao haujawa ni mzuri kwenye kukusanya pointi ambazo wanazitafuta, na imeshashuka daraja hii. Tunasubiri taarifa kutoka bodi ya ligi. Timu nyingine ambayo imefungwa mabao mengi ni Dodoma Jiji. Dodoma Jiji yenyewe ipo nafasi ya 9. Dodoma Jiji nafasi ya 9 kwenye msimamo, imefungwa jumla ya mabao 44. Alafu timu nyingine ambayo pia ipo ndani ya 5 bora ambayo yenyewe imefungwa mabao mengi zaidi ni Tabora United. Tabora baada ya kucheza mechi 29 ambazo ni dakika 2610 imefungwa mabao 44. Tusubiri na tuone ni nini ambacho kitakwenda kutokea kwenye mzunguko wa 30 ambao huu utaamua ni timu ipi ambayo itakwenda kucheza playoff kati ya Tanzania Prison na Fountain Gate, na ni timu ipi ambayo itafungwa mabao mengi zaidi mpaka msimu utakapogota mwisho. A boy from Jombe place to be. Dizo Clicky.